Je, uliwahi kujiuliza internet unayotumia kwenye simu au kwenye kompyuta inatoka wapi? Na inakuweje mpaka unawasha data na unaingia mtandaoni ndani ya sekunde chache? Leo nitakueleza kwa lugha rahisi kabisa uweze kuelewa. Upo na mimi Remy G. Kwanza kabisa, internet haipo ndani ya simu yako wala ndani ya simu kadi, yani line. Internet ni mtandao mkubwa wa kompyuta na server zinazounganishwa duniani kote kupitia nyaya za fiber optic, nyingi zikiwa zimepitia chini ya bahari. Server hizi huhifadhi huduma kama YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google na tovuti nyingine nyingi duniani. Makampuni ya simu kama Voda, Airtel, Yas na Lotel hununua huduma ya internet kutoka kwenye mitandao mikubwa ya dunia au kimataifa, kisha usambaza kwa wateja wao kupitia miundombinu yao. Sasa tuanze na simu yako. Unapowasha simu, jambo la kwanza linalofanya ni kutafuta mnara wa kampuni ya laini yako ulio karibu zaidi na simu yako. Simu na mnara huanza kuwasiliana kwa kutumia mawimbi ya redio. Hapo ndipo huanza kuona mistari ya signal juu ya screen. Lakini kuwa na signal pekee hakuwakilishi tayari una internet. Ndani ya simu kadi yako au line kuna kitambulisho maalum kinachoitwa IMSI. Hii ni kama namba ya utambulisho wa mteja. Simu hutuma kitambulisho hicho kwa mnara na mnara hupeleka kwenye mfumo wa kampuni ya simu ili kuthibitisha kuwa wewe ni mteja halali. Mfumo wa kampuni huangalia taarifa zako kama simu ni halali, haijafungiwa, je, imethibitishwa kutumia huduma ya data, mambo kama hayo. Kama kila kitu kiko sawa, kampuni inaruhusu simu yako kuunganishwa kwenye mtandao. Sasa tuzungumzie bando. Watu wengi hudhani kwamba ukinunua MB au GB zinaingia ndani ya line. Ukweli ni kwamba haziingii kwenye line kabisa. Kinachotokea ni kwamba mfumo wa kampuni unaandika kwenye account yako kuwa umepewa kiasi fulani cha data, kwa mfano wa MB au GB, zenye muda wa matumizi kwa siku 30 au wiki mbili au wiki moja au siku moja, idadi utakayopewa. Taarifa hizo zinahifadhiwa kwenye server ya kampuni. Unapowasha data, simu yako hutuma ombi la kutumia internet. Mfumo wa kampuni huangalia kama una bando. Ukiwa nalo unaruhusiwa kuendelea, usipokuwa nalo ombi lako ukataliwa. Baada ya kuruhusiwa, kampuni huipa simu yako anwani ya muda unaojulikana kama IP address. Hii ndiyo anwani inayotumika kutambulisha kifaa kwenye internet. Sasa tuchukulie umefungua YouTube. Simu yako kwanza uuliza mfumo unaoitwa DNS ili ujue server ya YouTube ipo wapi. Baada ya kupata anwani hiyo, simu hutuma ombi kupitia mnara wa simu. Ombi hilo linafika kwenye kampuni ya simu, kisha kupitia nyaya za fiber optic linaenda hadi kwenye server ya YouTube. Server inapokea ombi lako na kutuma video uliyotaka. Lakini video haitumwi yote kwa wakati mmoja. Hugawanywa katika vipande vidogo vidogo vinavyoitwa data packets. Vipande hivyo husafiri kwa kasi kubwa sana kupitia mtandao na simu yako huviunganisha tena mpaka video itakapoanza kucheza. Ndiyo maana unaweza kuanza kutazama video hata kama haijamaliza kudownloadiwa yote. Kila paketi ya video, picha, audio au faili unayotuma au kupokea huhesabiwa na mfumo wa kampuni ya simu. Ndiyo maana kadri unavyoendelea kutazama video au kupakua faili au kutumia mitandao ya kijamii, ndivyo bando lako linavyozidi kupungua taratibu. Je, umewahi kujiuliza kwa nini wakati mwingine internet inakuwa slow? Sababu zinaweza kuwa nyingi. Unaweza kuwa huko mbali na mnara wa simu, au watu wengi kutumia mnara huo kwa wakati mmoja, au changamoto kwenye miundombinu ya mtandao, hivyo hufanya kasi ya internet kupungua. Kwa ufupi, safari ya internet ni server za huduma duniani kwenda kwenye kampuni ya simu, kutoka kwenye kampuni kwenda kwenye mnara wa simu, kisha kupitia mawimbi ya redio hadi kwenye simu yako. Na kila unapobonyeza kitu kwenye simu, mchakato huo wote utokea ndani ya sekunde chache sana. Karibu na uijue teknolojia, uko na mimi Remy G.